Karibu katika kipindi chetu cha neno la uamsho la Apostle F.K. Caleb wa Pentecostal Church of All Nation, Embu Kiritiri Town. Karibu katika ibada zetu Jumapili kuanzia saa 4:30 hadi saa 7. Ibada za katikati ya wiki kila Jumatano saa 10 hadi saa 12 na one-on-one kila Jumatano saa 4 hadi saa 9 jioni. Tupigie simu kwenye nambari 0712059113. Karibu katika mafunzo ya siku ya leo. Karibu tena katika kipindi cha neno la uamsho. Mimi wenu Apostle F.K. Caleb, nahubiri na Pentecostal Church of All Nations hapa Embu County, Kenya. Lakini pia tunafanya mikutano katika kaunti zingine, na tumekuwa Voi, tumekuwa Kirinyaga, tumekuwa katika kaunti tofauti tukifanya mikutano ya ufufuo kwa neno la uamsho, na tumekuwa katika nchi za Afrika kuendelea na injili. Na kwa hivyo siku ya leo nataka tuendelee na kuangalia jinsi tunaweza shinda. Kwa vipindi vilivyopita tuliona vile Mungu anatusaidia katika maombi na nguvu za maombi ya kufunga na kuomba, na tukaona the models of prayers. Tukaona Mungu akitusaidia kuelewa jinsi tunavyopaswa kuomba maombi tofauti ili tuweze kuamka na kuamsha, kupata uamsho wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Na kwa hivyo tunapoendelea, Mungu amenipatia neno leo ambalo nataka tuendelee nalo kuhusu curses that block the blessings, kushinda the curses ama laana zinazozuilia baraka. Wacha tuombe ili tuanze. Kwa jina la Yesu Kristo tunaamini uwezo wako na Roho Mtakatifu yuko nasi kuendelea na kipindi hiki. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Curses that block blessings. Curses that block the blessings. Kuna laana ambazo zinazuilia kufanikiwa. Na katika kipindi hichi cha neno la uamsho lazima tuangalie ni laana zipi ambazo zinaweza kuwa zinatuzuilia kama watumishi wa Mungu, kama kanisa, kama Wakristo. Kuna laana huwa zinazuilia sisi kufanikiwa, na katika kipindi hichi cha neno la mwisho ni kuamsha zile baraka, ni kuangalia the various ambazo tunaweza kuwa tumeanguka. Laana zile zinaweza kuwa zimetufunga. Yeah, God is preparing the church. God is preparing us so that we may be able to carry the revival, and we cannot carry the revival if you are already under the blockages, under the bondages. Na kwa hivyo leo katika kipindi cha leo tunataka tuangalie the curses that block our blessings. And so our aim and the aim of this episode is to remove the curses and release blessings. Our aim of this episode madhumuni ya kupigana na hizi blockages na laana hizi ni kwamba tuweze kuondoa laana, kuziondoa na kuweza kuachilia baraka, because Mungu anataka tuwe na baraka, tunataka tuwe na ushindi katika maisha yetu. And so today we start by reading the word of God from Proverbs 18:21. Proverbs 18:21, we see that the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Na kwa hivyo tunaangalia kwamba ulimi uko na nguvu. Ulimi uko na nguvu ambazo ni za uhai na kifo. Na yule ambaye anatumia yule anayetumia ulimi wake vizuri atakula matunda yake. Na kwa hivyo katika hili neno ambalo tumesoma tunaangalia the first curse. The first curse ambayo tunaona is the creative power of the tongue. We see there is a curse that comes from the tongue. Ulimi umepepa laana. Ulimi unaweza pepa laana, unaweza pepa kifo, unaweza pepa baraka, unaweza pepa uhai. Na kwa hivyo tunaona laana moja ambayo inapitia ulimi ni laana ya kutumia sauti. Ni unatumia ulimi wako kulaani. And so number one way of a curse coming in our life is through the ones we speak. Maneno ambayo tunaongea kuhusu maisha yetu, maneno ambayo tunasema kuhusu maisha yetu, tunaweza njibariki na tunaweza jilaani. Wengi wanapenda sana kwenda kusema ama kuangaliliwa mambo yao, nani amekuroga,
nami ameroga watoto wako, na kumbe wewe unaweza kuwa hata wewe umejilaani. You are a prophet of yourself. Wakati Mungu aliumba mwanadamu pale mara ya kwanza pale Adam and Eve, he gave them power to speak over the trees, to speak of the animals, to take the dominion. So from the creation you have the dominion. Ile mnyama ukimuita ng'ombe, kutoka leo amekuwa ng'ombe, hawezi badilika. Na kutoka tuzaliwe na kutoka generation vile Adam aliita ng'ombe, mpaka leo tunajua kuna ng'ombe, na ng'ombe anazaa ndama. Na kwa hivyo ndivyo iko, na hivyo ndivyo imekuwa, na hiyo na imekuwa hivyo ni kwa sababu mwanadamu alipewa dominion ya kuita kitu na kinafanyika. And so the power is there. The power of life and death is in your tongue. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba maneno yale wewe unaongea yanaweza adhiri, yanaweza kufanya, inaweza create. It's a creative. It has the creation in it. It is creative ones. It can create curses. It can create blessings. So when we speak negative ones, we then see the negative things happening. Vile unaongea the negative ones upon your life and upon your children, we see, if you speak negative ones, those negative ones comes to your children and they come back to your people. So when you use negative ones, they are reflected. We see physically. Hizo maneno zimepepa, they are spiritual. Zinaenda zikiwa zimepepa. Haya maneno yanaenda yanaadhiri. It creates. Ukiita mtoto ng'ombe, huyo mtoto atabehave kama ng'ombe. Ukimuita punda, huyo mtoto umeprophesy, umeongea maneno. Wewe ni nabii wa watoto wako. Ushanenea watoto wako na watakaa vile umewanenea. Ukisema mimi ni maskini, mimi siwezi, hutaweza hata jambo moja. Because already you have prophesied to yourself. You are a prophet of your own. You have a creative ones that are in you. God created with the power of tongue. Ya kwamba unaweza jilaani, unaweza nijibariki. So the curse number one that block blessings is the curse of a tongue. The curse of a tongue, ulimi wako unaweza jivungia baraka zako. Na tunaona neno la Mungu in Matthew chapter 9 verse 27 to 29 inasema ya kwamba kuna vijana, kuna wazee pale, they were in captivity, walikuwa wamefungwa, they were blind and mute. They were blind and mute. But even if they were blind and mute, they were able to speak. You can wonder. They were blind and mute. And even if they were blind and mute, they believed God. Do you believe that I am able to do this? Yesu anawauliza, mimi naweza? Yes, Lord. They replied. And then he touched their eyes and said, according to your faith, will let be done so to you. Let it be done to you. And so their sight was restored. And Jesus warned them, but they went out and spread the news about him all over the region. The blind and mute. They were blind and mute, but God, Jesus healed them. And how this miracle came is that they believed. Walisema sisi tunaamini. Wali prophesy over themselves. Na wakasema, yes, we believe that it is possible to come out of the bondages of muteness and blindness. They believed God is able to deliver them. So wao waliamini, na Mungu na Yesu akawaambia, basi kwa imani yenu itendeke. Kwa hivyo the two blind men confessed that Jesus is able to heal them, and according to their faith they were healed. Faith. Wale watu hawana imani hawaweza accomplish anything. We see in Hebrews 11 verse 1, faith is substances of the things you hoped for. Unaamini nini? Kuamini na unatumainia nini? Tumaini lako linaweza tendeka. Wale watu wako na imani, wako na tumaini. The things you hoped for to come in your life, in your family, will come to you. Yale mambo unayotarajia, yale mambo unatarajia inaweza tendeka kwa familia yako. Ukitarajia uone ushindi, utauona. Ukitarajia kuisha kutakunja. Because the things you hope
hope for, the things you believe, the things you confess, they will one day come to. The things you hope to be done to your children. Hawa watoto wangu ni masikini, hawa watoto wangu watakufa hivyo tu, hawa watoto wangu hawawezi soma wafanikiwe, hawa watoto wangu hawana akili. So endelea tu kuambia watoto wako hawana akili, na finally wataichibuka, watapossess hiyo roho, watanjazwa na hiyo roho unaowapea, because the things you hoped for, the things you hope to come to your people, the things you hope to come to your wife and or your husband, those things will definitely come. So your faith is the key to everything you hope for. Faith, kichochote ambacho unaaminia kinaweza kuja. Faith is the key. Faith is the key. So it is good you destroy that wanting. Zile maneno unanenea watoto wako, zile maneno unanenea mzee wako, zile maneno unanenea kazi yako, yale maneno unanenea kanisa lako. Faith is the key to everything you hope for. You can release blessings by speaking positive ones. Mimi katika kipindi hichi cha neno la uamsho na ku-encourage, speak once, speak positive ones to your children, to your family, to your church, to your nation. Hata kama mambo iko namna gani, hata kama situation hiyo unaona umefika mwisho, nena positive ones. Sema maneno ya ushindi katika maisha, katika huduma, katika familia, katika nchi yako. Speak words of positive ones upon your people, upon your children, upon your business, and God is going to take it. Your words are powerful. Your words are powerful. Are life. They carry life. They carry death. Carry life. Change speakings. Bandilisha vile unanenea watoto wako katika kipindi cha neno la uamsho na kuhimiza. Bandilisha vile unanena kuhusu watoto wako, kuhusu jamii yako. Keep your eyes on God's promises and not on the size of your problems. Usiangalie mambo vile iko. Angalia Mungu. Mungu wako ni mkubwa kuliko yale mambo unaona saa hii. So kuna neno hapa la Mungu linasema, verse John chapter 4 verse 4, verse John chapter 4 verse 4. Our God is greater than the God of this world. Mungu wetu ambao tunapepa ni mkubwa kuliko mambo yale tunaona. The milima tunayoona, challenges tunazoona, setbacks tunazozipitia, limitation. Nimepata ujumbe, nimetama messages. Kuna watu pale Kisumu wameniandikia ujumbe. Kuna watu kule Western wameandika ujumbe, wanahitaji msaada. Na mimi leo nimekuja katika kipindi cha neno la mwisho. I am telling you, God is able. Our God is able. Our God is powerful to change the situation. The issues of unemployment. Usijitanjie useme mimi nimefanya interview siku nyingi na sijawahi pata. No, change sema siku moja ninaenda kufanikiwa. Sasa naenda kufanikiwa. Na katika kipindi cha neno la mwisho Mungu amenituma kwako nikuambie yale mambo yamesindikana kwako ndugu. Yale mambo yamesindikana kwako dada. Siku ya leo yanaenda kufanyika. Siku ya leo neema inaonekana. Siku ya leo milango inafunguka. Milango ya kazi inafunguka. Milango ya biashara inafunguka. Milango ya kufanikiwa inaenda kuonekana kwako katika jina la Yesu Kristo. Numbers 13:33. Unaona wale jamaa waliambiwa waende wakaangalie ule mji wa Kanani. The guys who went there na wakasema sisi ni kama grasshoppers. Sisi ni wandogo sasa tukinjiangalia. Tukinjiangalia kwao sisi ni kama vile walinjiona. How do you see yourself? Unaona wale watu si vile waliwaona, ni wao walinjiona mbele ya wale. Wewe unanjiangalia, unajiona kimo gani? Only Joshua and Caleb they were able to see, they were able to give a report, a positive report, but the other guys gave negative reports. How do you see yourself katika hiyo situation? Unaona ukishindwa, unaona ukiisha, unaona ukimalizwa na hiyo shinda? No, you should see yourself as a winner. So you need to overcome the habit of negativity. Kuna watu wanaishi katika negativity, wanaishi kushindwa, wanatembea kushindwa, wanalala ni wameshindwa. Kila kitu mimi siwezi, kila kitu haiwezekani. Siku ya leo na kuombea uondoke katika negativity. Negativity in hiyo that family, hiyo familia, mnaona hamwezi jambo lolote. The negativity, shetani anachukua hiyo negativity
na anablock baraka zenu. So always prophesy over yourself the things Jesus has paid. Jesus has paid for everything. Pale msalabani, John 19 verse 30, John 19 verse 30 inasema ya kwamba it is finished. Pale msalabani alisema yote yameisha, yote yamekwisha. Na wewe nakuambia kwamba unjue yale mambo inakusumbua, pale msalabani Yesu alimaliza. Yesu alimaliza kila kitu. Hakusema kuna mambo yamebaki. So you should have a positive mind. You should converse positively. Unapaswa kuconverse ya kwamba yote inawezekana kwa jina la Yesu Kristo. Wacha tuangalie another curse that block blessings is the evil speakings. Evil speakings from people. Kuna watu ambao wanaongea mambo mabaya. Kuna watu wakitembea wanaongea mambo mabaya. I connect this. Hii sasa imetoka kwako. Sasa ni wale wengine. The other people now speaking to you. Kuna watu katika dunia hii kazi yao ni kulaani. Kazi yao ni kulaani watu. Wengine ni wako kwa madhabahu, kazi yao ni kulaani watoto. Kulaani watu. Umekosana na mtu, wewe unamlaani. Unaona ng'ombe za watu, wewe unazilaani. Na leo nimekuja kukuambia uache kulaani watu, uache kulaani watoto, kwa sababu Galatians 6 verse 7 says, kile unapanda ndicho utafuna. Upandacho utafuna. Unachopanda katika maisha ya watu, unachonena kwa watu, kicho kitu kitakunja kwako siku moja. So it is good to know that there are evil people who speaks against people. Kuna watu huongea mambo, kuna watu laani watu, kuna watu ambao wakinyamaza hivi tu, wakinyamaza hivi, kazi yao wanaangalia vile wanaweza ongea, wanaweza ongea. Unapaswa ubadilishe maneno, ubadilishe vile unaongea juu ya watu, ubadilishe vile unaongea juu ya watu. Let's read the word of God from Proverbs 18. Proverbs 18. The words of a man, chapter 18 verse 4. The words of a man's mouth are deep waters, but the fountain of wisdom is a bubbling brooks. The words of a man's mouth are deep waters. Maneno yako, yale maneno unaongea maneno gani? 6. The fool's lips bring him strife, and his mouth invites a beating. Maneno ya kinywa chako. A fool's mouth is in his undoing, and his lips are ensnare to his soul. Yale maneno unaongea, yale maneno unaendelea kuongea, yanaweza attract curses. Verse 8. The words of a gossip are like a choice of morsel. They go down to a man's inmost part. Yanaleta laana, inakuzumbua, it destroys. The one who is slack in his work is brother to one who destroys. Maneno yanao, wewe ni lazy. Wewe kazi yako laziness. Unakaa pale una gossip. Unakaa pale ni kunenea watu. Unanenea vibaya watoto wa wenyewe. Unanena kuhusu kanisa la wenyewe. Unanena kuhusu jamii ya wenyewe. Evil ones are not good. Maneno hayo, Mungu anatukanya tusiwe watu wa kuongea maneno mabaya, kulaani watu. Kila wakati tunaongea, tunalaani watu, tunanenea watu mambo, na yale mambo tunafikiria ati tumewamaliza. Kumbe unapanda mbegu na siku moja utafuna. Proverbs 13 verse 2. Proverbs 13 verse 2. From the fruit of his lips a man enjoying good things, but the unfaithful have a craving of the violence. You curse his lips, curse his life, but you keeps rashly who speaks rashly will come to ruin. Wewe maneno yale unazushia watu, utachukua malipo yake siku moja. Harvest, you shall harvest from your lips. You shall destroy yourself. So when you are speaking bad ones, you open doors. Evil speakings open doors to curses, setback, and limitation. And these ones come from envious people in the family, envious people from community, envious people from church. Kuna watu wako na wivu mbaya. Na kwa sababu ya kuruhusu wivu, unakuta maneno mabaya yamekufikia, ama maneno mabaya yamekuja kwako. Na mimi leo nimekuja kukuambia yale maneno ambayo unaweza kuwa umenenewa na mtu,
na yale maneno labda kuna mtu anakunenea ama ni wewe unanena, hayo maneno yanaisha leo kwa jina la Yesu Kristo. Yule mtu amefungua mlango kupitia yale maneno, demonic doors are opening, yanakuja nafunga maisha yako. Yale maneno leo tunayakemea, tunayakamata na kuyavunja kwa jina la Yesu Kristo. It is easy to find the open door and close it once and for all. Kuna maneno, kuna mlango inaweza kuwa inifunguliwa kupitia maneno, lakini Mungu ametupatia nguvu. Kuna mtu anaweza kuwa mahali alinena kuhusu wewe na kuhusu watoto wako, usinyamaze. Yale maneno leo tunayainukia kwa jina la Yesu, na tunainukia na Matthew 16 verse 18 to 19. Inasema kwamba tumepewa funguo za kufunga na kufungua. Na kwa hivyo kama kuna mlango ulifunguliwa kupitia maneno, labda ni maneno ya mzazi mambaya, labda ni maneno ya madhabahuni, labda ni maneno yalinenwa na mtu wa jamii, labda ni maneno yalinenwa katika community, na yale maneno yanaendelea kuzuilia wewe usifanikiwe. Leo ninakuombea na ninakuombea kushinda yale maneno, ya kwamba kuna funguo tumepewa za kufunga na kufungua na kuweka huru kwa jina la Yesu Kristo. So Matthew 18:18 nasema we have the power to bind and loose. We have the power to bind and loose. So today we are loosing you from every bondage. We are loosing you from every bondage of tongue. Yule mtu alikulaani, siku ya leo we destroy those forces. Why? Because we are made in the image of God. And because we are made of the image of God, we have the ability to create. We have the ability to close. We have the ability to loose. We have the ability to close every door. Everybody who has been talking against you, maneno yanayonenewa katika giza, labda hata ni ndoto uliona mtu akikulaani na uliamuka ukasema haina shinda, but finally imeleta impact katika familia, imeleta impact kwa maisha yako, imeleta impact kwa biashara yako. Today we are speaking against them, and we are destroying every evil word and every evil speakings over your life in the mighty name of Jesus. So you are saved, but you are still buying and selling from gossip. Wewe umeokoka lakini unanunua gossip. You are very quick to go to this gossiping. Gossips open doors for witchcraft. Unaona wale watu wanaongea moshene sana. Hiyo moshene ndio inafungulia milango ya witchcraft. Inafungulia kulaani, inafungulia spells, inafungulia maneno, hii maneno inafungulia shetani mlango. Na unakuta witchcraft inaingia. Witchcraft kupitia maneno, witchcraft kupitia sauti. So the spells, unasema huyo mtu atasaidika. Muna gossip hapo, mnasema wacha tuone kama atapata watoto. I am praying for another woman somewhere. Na huyo mama aliongeleshwa maneno. Walikosana, wamama wakakosana, wamama wanakosananga sana. Wakikosana pale, wanakosana kwa sababu huyu ameolewa juzi, anasema mzee wangu, sitaki kukuona mzee wangu, sitaki umuongeleshe. And they started gossiping and talking and speaking spells. Na one of the spell entered that woman. Na ule mama akakaa mwaka mzima bila kupata mtoto because of a spell. Na wakati alikuja kwangu kwa maombi, niliweza kumuombea na nikamwambia ile spell, akasema anaota yule mama walikosana na yeye wakimpatia nyama na anakula, na hiyo ikaingia kama spell. Akakaa mwaka wa kwanza, ikawa mwaka mzima hawajapata mtoto. Alipokuja kwangu tukaomba, ile spell ilipoondoka, Mungu akambariki na mtoto. Why? Because spell closes doors. Spell open doors of witchcraft. Spells zinaleta barrenness. Spells zinafunga watu. Na kwa hivyo katika jina la Yesu Kristo, hizo maroho za spells, hizo maroho za gossiping, hizo maroho za witchcraft zinavunjika leo kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuombea katika kipindi cha leo ya kwamba Mungu anaenda kuondoa spells. Proverbs 26 verse 2 inasema ya kwamba kama vile shomoro, vile kunguru zinazunguruka zikitafuta mahali pa kuingia, ndivyo lahana isiyo na sababu iwezi kugonga. Na kwa hivyo leo tunaondoa every spell. There are many spells that curses are going around looking for you, but let them be illegal. There will be no legal ground. Mungu anaondoa the any legal ground. Inaweza kuwa inataka kukukamata, any legal ground ambayo inaweza kuwa pale. Curses are there. There are many curses ambazo zinazunguka zikitafuta vile zinaweza kukamata, zinaweza kukamata maisha yako. But today we are destroying every spell, every witchcraft. Kuna watu, there are people who speak curses upon people's life.
Kuna watu kazi yao ni kulaani watu. Witchcraft ni jambo mbaya. Wanatumia maneno kulaani wewe. Wanatumia maneno kulaani watu. Sio kwa sababu wametendewa jambo, lakini ni envy, ni jealousy, na wanakulaani. So those ones, today we are declaring they are broken in Jesus' name. So our ones hold the power of life and death. So we should counterattack. Akikunenea mambaya na wewe unaivunja, unaiharibu, maana Mungu amekupatia nguvu za kushinda. Isaiah 54:17, no weapon formed against you shall prosper. Hakuna silaha iliyotengenezwa itaweza kufanikiwa. And so today I declare over your life, no weapon formed against you shall prosper. Remember, God has created you. He has created you with his own image. He has given you power and authority to counterattack, to destroy every kingdom, every force, every spell ambayo inaweza kuwa imenenewa wewe. So Mungu ameanoint watumishi wa Mungu ili waweze kuinukia maneno ya wachawi. Na kwa hivyo ile maneno mchawi alikunenea, yale maneno mchawi anaweza kuwa alinenea maisha yako, leo tunaifunja na kuivunja na kuikatakata na kuiharibu katika jina la Yesu Kristo. So I pray to you, I pray that God will be able to destroy those forces, to destroy those kingdoms of devil. So you are anointed to speak blessing over your children and your care. Kuna watu Mungu ameweka juu ya maisha yako, na kwa hivyo ni vizuri kuwanenea mazuri, ni kuzuri kunenea watoto wako. Kama mtumishi wa Mungu, nenea watoto wako, nenea familia yako mazuri, nenea watu wako, nenea familia yako, nenea community yako mambo mazuri. Usizoee kulaani, utakuwa mchawi. Uchawi inaanzanga na kunenea watu vimbaya. So zoea kunena mambo mazuri, na wewe utakuwa baraka kwao, na wewe kile unachopanda ndicho utavuna. Mungu akuinue na kuinue kabisa unapoendelea kuinuka na kushinda these curses na kunena baraka kwa watu wako. Ubarikiwe katika kipindi hiki cha neno la mwisho kwa jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Ili kusaidia injili hii kuwafikia watu wengi zaidi, unaweza kutuma mchango wako kupitia Paybill 874950, account number 113636. Mungu akubariki unaposimama na mtumishi wake na kushiriki katika kazi hii ya kiroho.